Umekubali kumsamehe Zuma na wewe pia umekubali kukiri makosa yako ili muweze kuendelea na maisha? Nimekubali. Umekubali Amen. Hiyo ndio muhimu. Zuma, cha muhimu ni kwamba Miriam amekubali makosa yake na pia amekubali muweze kusuluhisha mambo yenu ili muendelee maisha kama bibi na bwana. Hiyo ni sawa? Asante, nimeshukuru sana. Hiyo ndio kitu nilikuwa nataka. Yes. Na wewe pia kuanzia leo, yeye pia kuanzia leo msikumbushane au mambo ambayo imepita. Ikiwa mmoja anajaribu kukumbuka, unamwambia kumbuka Gidi na Ghost patanisho, tulimaliza hayo mambo yote kwa patanisho. Miriam akijaribu kuguzia hiyo tulimaliza patanisho. 2 na dakika 59 na sekunde 25. Hiyo ndio time ambapo tuliamua kusahau yaliyopita na tuyagange yajayo. Radio Jambo patanisho. Asante sana. Kwa hivyo yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha na huyu shabiki anasema, jambo, mimi naitwa Bwana Suleiman Zuma ambaye na miaka 29 kutoka Mombasa. Naomba mnipatanisha na mke wangu anaitwa Mariam Muniafu, ana miaka 22. Tumekuwa kwa ndoa kwa miaka 3 na tuko na mtoto mmoja. Nilikosana na bibi yangu hii wiki. Tuko na mtoto wa miaka 3. Sasa but kuna changamoto zenye napitia. Kwa siku kadhaa sipati hata amani, na jana akatamka maneno mengine na kusema ako complicated na anafikiria kupart ways. Nampenda na sijaamua kuachana na yeye, so naomba aniambie shida iko wapi ili nione venye tunarekebisha, na akanipatia namba yake pale. Okay, haya, anaitwa Suleiman. Kwa hivyo ningependa kumpigia Suleiman Zuma atueleze mambo yake na tuone vile tunamsaidia. Kwa hivyo naomba Bwana Zuma uweze kushika simu yetu na tuone vile tunaangazia kesi yako asubuhi ya leo hapa patanisho. Hello. Habari gani Zuma? Salama. Hii simu yako umeweka speaker? Bwana, labda volume ndio iko juu, acha nipunguze. Balance your volume. Unanisikia vizuri? Nakusikia. Hebu nakusikia sasa. Hebu tuambie ni nini ilitokea kati yako na mke wako? Unatupata? Hello. Zungumza, tunakupata. Nakusikia sahihi. Zungumza. Okay, mimi naitwa Suleiman Zuma. Nilikuwa na shida kidogo kwa nyumba. Mnanisikia? Tunakusikia. Tunasikia Suleiman na nilikuwa na shida kidogo na mke wangu, tumekuwa na kutoelewana kidogo tu, uko na miaka 3 kwa ndoa. Tunajaliwa na mtoto mmoja. Sasa tumekuwa na shida kidogo ya kutoelewana, watu wengine tunakosana. Kila mmoja anakuja duty vyake, watu tunaketi tunarekebisha. Hiyo kitu imekuwa ikiendelea hivyo, like hatuwezi maliza hata miezi 3 maneno. Sasa mimi hiyo maneno ilikuwa imenichotesha, nikaja nikaamua nitulie. Nikaona ni labda ni mimi ndio namsumbua, ngasema acha nitulie, nibadilishe hata mienendo, nione kama yeye pia atabadilika. But hizo shida zimekuwa zikiendelea hivyo. Sasa kufikia jana. Hello. Tunakusikia, endelea. Jana jioni nilivyokuwa nimetoka kazi, kufika pale, haya tukafanya shughuli zetu za kawaida za jioni. Sasa leo wakati wa kwenda kulala, nikaona ako tofauti, yani like hana haja na mimi, yani kama kuna kitu yani akimwendea vizuri. Mimi nikamuuliza kwani kuna shida gani? Sasa yeye akaanza kuniambia mimi hata niko complicated, nimechanganyikiwa, sijui ni nini inanisumbua kichwa. Nikamwambia ni nini? Sasa watu kushare kitu kama kinamsumbua mwenzake, unashare naye uone vile tutasaidiana, kwa sababu sikuwa nimemkosea, ndo alikuwa hata kunielezea. Ndo jana hiyo time sasa akaanza kuniambia okay, mimi naona hii marriage yetu, hii relationship, mimi naona part ways tu, kila mmoja akaenda kivyake, like hatutakosana, but nataka niishi maisha yangu kivyangu na wewe ishi maisha yako kivyako,
So mtoto ndio utaamua kama utabaki na yeye ama kama utamwacha kwangu. Sasa mimi hiyo kitu sikufurahia na sikutaka kama hiyo kitu happen ama itokee. Tukaongea hapo, lakini sasa yeye aka-insist hivyo, na baadaye akasema nimpatie time afikirie, ajifikirie mwanzo kama atabadilisha uamuzi wake ama hiyo kitu. Ni nikula kichwa siku nzima sijalala hadi kufikia sasa hivi. Nikasema asubuhi acha mimi nipatanisho, nione kama kuna shida, labda tutapata usaidizi kwa watu. Niko tupeleke hii kwa wazazi. Unajua wazazi tupeleka maneno kama haya, kuna venye huku saidia wanaweza toa maneno yao na huku pia wanaweza toa maneno yao. Okay, kwa hivyo sasa hivi tunapozungumza, mke wako yuko wapi? Ati? Mke wako yuko wapi? Yuko kwa nyumba, nimetoka asubuhi nimekuja kazi, yeye yuko kwa nyumba. Yeye yuko kwa nyumba. Yes. Okay, kwa hivyo uamuzi wake sasa hivi ni gani? Ni kwamba anataka kukuacha ama amedokeza tu kwamba ajisikii vizuri kwa hii ndoa? Yeye hiyo kuinsist kwamba tupatwe, like anataka kuishi kivyake na mimi niishi vyangu, but anasema hatutaachana kwa bado, like okay. Kwa hivyo anataka muishi kando kando, yani aishi peke yake na wewe pia uishi peke yako, lakini bado muwe pamoja. Sasa mambo na like mambo na kuwa bibi na bwana, yeye ndo anasema imemtoka. So okay. Na mimi nampenda bwana, nampenda tu sana. Bwana Zuma, kwa sababu ya muda nikikuuliza swali jibu tu, alafu tunasonga mbele kwa sababu ya muda. Huwezi eleza kila kitu kwa redio Kwa hivyo nikikuuliza swali unajibu mara moja na tunasonga mbele. Kwa hivyo wacha nitafute mke wako ili muweze kuongea, sawa? Sawa. Shikilia hapo kidogo, nikikupatia nafasi usikawie sana. Zungumza naye na tuone vile tutaweza kukusaidia Sawa. Shikilia hapo kidogo, tunamtafuta baada ya dakika kama moja hivi. Hello? Naongea na Mariam. Hello? Hello. Mariam, habari gani? Mimi Mariam. Na wewe ni nani? Miriam. Miriam. Oh, si Mariam, ni Miriam nilikuwa tafuta Miriam. Miriam, mimi naitwa Gidi na kupiga kutoka Radio Jambo. Unanipata Miriam? Na kupiga kutoka Radio Jambo ni kwa sababu mzee wako ametuma SMS hapa Radio Jambo akitueleza kwamba ni kama mnazozana kidogo na angependa labda kujua msimamo wako ama labda kukuomba msamaha ikiwa kuna lolote ambalo amekukosea pale. Kwa hivyo ametutuma SMS hapa Radio Jambo, huwa tunapatanisha waliokosana. Kwa hivyo amesema tumpatie nafasi aongee na wewe ili muone kama mnaweza suluhisha mambo yenu. Na ametueleza ni kwa sababu umependekeza kwamba muishi labda nyumba tofauti. Labda ni kwa nini Miriam? Okay, hebu weka simu karibu na mdomo nikupate vizuri kwa sababu ni kama unakatakata. Kuna wakati Miriam, imagine hatukupati hata kidogo. Inaonekana hiyo simu umeweka speaker. Na unaweza uko mahali unaweza ongea kwa sauti? Hebu ongea kwa sauti tukupate vizuri kwa sababu hatusikii chochote. Nasema umekuwa tukisumbuana vile mambo yaani mmekuwa mkisumbuana? Amuelewani na mnasumbuana kwa mambo gani? Yeye uko nyuma alikuwa ananiambia ameacha na amebadilika. Alikuwa na wanawake hapo awali? Ilikuwa kila wakati lazima tunakumbia nikifuatilia yake hivi. Hata wakati mwingine pamoja tunaona nesi jinsi. Okay, kwa hivyo ni mtu ambaye alikuwa wa kuhanyahanya tuseme hivyo. Sasa nikamwambia
yameisha hayo. Kwa nini tuendelee baadaye? Mimi nilikuja kuuma, maana kuna wakati hata tuna Okay, Miriam, unajua hatukusikia hata kidogo, inaonekana kuna shida ya simu. Labda tu unieleze, umeamua kwamba unataka kuishi peke yako na yeye aishi peke yake na muendelee yani kushirikiana kama bibi na bwana, lakini mnaishi vitofauti, ama umeamuaje? Mimi hata sisi kama bibi na bwana, mimi nilikuwa njia zangu, maana nimekaa na mkwaza yani. Kila wakati nikani kwa kikwazo, siko sana hivi kidogo na nitoe basi enda. Kwa hivyo sasa niko sina tamani kwa yani zamba ile ilikuwa nayo kwasi imeishi. Okay. Hebu niongee na Zuma. Tunatatizika sana kuwapata kwa simu vizuri, hata Miriam najaribu kuongea naye lakini simpati hata kidogo, na niko sure hata mashabiki wanatatizika sana. Kwa hivyo ni nini ungependa kuambia Miriam ili aweze kusikia? Na ongea kwa sauti tafadhali. Sawa. Hello. Usimuongeleshe kwa sababu hamtaelewana. Mwambie tu kile ambacho ulikuwa unataka kumwambia, kwa sababu hatutawasikia kwa sababu ya shida ya simu. Okay, Miriam, hizo vitu zenye ameelezea, nilikuwa na changamoto pia kazini, like nilikuwa na marafiki, so nikaja nikaacha. Nikamwambia sitaregelea na sikuregelea. So mimi nilikuwa nataka kujua tu kwa nini ameamua hivyo, na mimi bado nampenda. Nilibadilika na nilikuwa nataka tuendelee tu kuishi pamoja, tujenge future, kwa sababu sasa tuko na mtoto. Tukifanya hivyo tutakuwa tumehangaisha huyu mtoto sasa. Okay, kwa hivyo unakiri makosa gani? Bwana Suleiman, Bwana Zuma. Yes. Unakiri makosa gani? Sema mimi nimekuwa nikifanya 1 2 3 na sasa hivi nimebadilika. Mwambie tafadhali. Mimi nilikuwa na cheat, but nilikuwa na flat nao, sikuwa na cheat azinile kucheat, nikakubali. Kucheat ni kucheat. Endelea. Okay. Nilikuwa na cheat. Once I was a cheater. You are a cheater. Yeah, nilikuja nikabadilika, like niliona si vizuri nikifanyia mwenzangu mwenye sasa ametulia. Nikaona si vizuri nikabadilika. Na nimeamua kubadilika, nimekuwa mtu mzuri, hata mwenyewe anajua, but kama kuna shida yenye anaona bado niko nayo, naomba aongee, aniweke wazi ili nitatue hiyo. Pia si mambo kuwa like namfanya kitu chenye haridiki, na pia atoe shida yake yako na ile bado ameweka hiyo, amehold grudge. Like amehold your grudge, so atoe, akuwe tu open kwa moyo wake. Mimi nirudi tu kama kawaida, tuendelee tu na maisha, kwa sababu bado tunaanza relationship, sitaki haribike tukiwa tu bado ni mwanzo. Yeah, nampenda sana. Singependa sasa hata ni mhati. Like na siwezi fanya vitu kama hivyo tena, hata mwenyewe anajua. Yeah. Kwa hivyo unasema ulikuwa na flirt tu na wanawake, yani kuchat tu? Yeah, hiyo nilikuwa na flirt nao. Hiyo sikatai, alikuwa akipata messages, sometimes simu zinapigwa. But nikaja nikakubali tu na nikaamua tu, let me stop this once and for all, so that I can be a better person, I can be a good husband. Lakini sasa hizo shida zenye yako nazo, na yeye pia anataka aneke wazi, so that naweza jua ni nini naweza fanya kimhat na nini naweza fanya aridike. So tuendelee tu hapo. Okay, haya, mimi huwa napenda sana wale ambao wanakubali makosa yao na kukiri makosa yao ili waweze kusamehewa. Kwa hivyo nakushukuru sana Bwana Zuma kwa open up na kukubali makosa ambayo ulikuwa umefanya. Kwa hivyo acha niongee na Miriam. Miriam. Yes. Umemsamehe bwanako Zuma? Umemsamehe. Okay. Na uko tayari kuendelea kuishi na yeye kama bwanako akiwa amebadilika? Mimi shida yangu kubwa hata Shida yako kubwa ni gani, Miriam? Shida ni yeye akiketi, yani huwa anaona tu na wanaume. Yeye pia huwa anakushukushuku na wanaume. Nikikosa na kidogo hivi ananiambia, nikimwambia arekebisha mali fulani ananiambia enda kwa yule mwenye uko sawa.
Kwa hivyo yeye pia anakushukushuku. Japo. Na unajua kawaida Miriam na Zuma, mimi sitakuficha. Kawaida huwa anasema ukiona mwanamume ambaye anashukushuku mke wake kila wakati ati kuna huyu mwanamume, hao wenyewe ndio cheaters. Na tayari Zuma amesema yeye alikuwa cheater. Sasa nafikiria mke wake pia anafanya nini? Ni cheateress. Zuma, usicheke hapo. Itabidi ubadilishe mambo mengi. Wewe ushajua wewe mwenyewe ni cheater. Sasa unafikiri mke wako pia ni cheateress. Lakini Miriam, ikiwa atabadilisha hayo mambo yote, wewe uko sawa, utaweza kuendelea kuishi naye kama bwanako, Na wewe pia unakiri mbele ya Wakenya kwamba huwa hauna udanganyifu katika mahusiano yako na Bwana Zuma? Huwa hauna. Unajua yeye amekubali. Yeye amekubali yeye ana fleet. Zuma, unataka kusema nini Zuma? Unajua mtu akisema ukweli, mmoja akisema ukweli nafaa mwingine asema ukweli. Kuna time pia alikuja kanisumbua. Aseme tu ukweli, mimi nimependa tu niweke wazi. Alikuja kanisumbua na mimi nikamsamehe, I forgive and forget it. Ama labda alikuwa analipisha kisasi. Unajua wanawake huu wanalipisha kisasi pia. Leye pia labda vile yake ilikuwa hurtful, but mimi still nikamsamehe tu. Ilikuwa hurtful sana but still nikamsamehe. So hiyo mimi sikumbuki vitu vilipita, nikisamehe huwa nasahau, but yeye bado anaweka vitu kwa moyo. Like hizo vitu zilikuwa past huko nyuma. Mwaka hata nikamwambia sahi naanza tu upya, na yeye mwenyewe hata aliona tu. Yeye hizo vitu anasema ni vitu vilipita kitambo. Nataka toke wazi. Ukiamua kuendelea, mimi nibadilika, tuendelee. Like sasa kusikia na hiyo nene. Okay. Nataka tu aongee tu kweli kwamba pia si mambo ya kulipizana. Mimi hata kama alikuwa analipiza ni sawa, but okay. Bwana Zuma, haikuwa tuzungumzie hayo mambo, ilikuwa tuombeane msamaha ili muanze upya. Wewe tayari umekiri makosa yako, yeye pia anazungumzia yake, lakini kwa sasa ningependa kujua kama mmesameana na mko tayari kuendelea na mahusiano ama mambo iko vipi. Kwa hivyo narudi kwa Miriam. Umekubali kumsamehe Zuma na wewe pia umekubali kukiri makosa yako ili muweze kuendelea na maisha? Umekubali Amen. Hiyo ndio muhimu. Zuma, cha muhimu ni kwamba Miriam amekubali makosa yake na pia amekubali muweze kusuluhisha mambo yenu ili muendelee maisha kama bibi na bwana. Hiyo ni sawa? Asante, nimeshukuru sana. Hiyo ndio kitu nilikuwa nataka. Yes. Na wewe pia kuanzia leo, yeye pia kuanzia leo, msikumbushane hao mambo ambayo imepita. Ikiwa mmoja anajaribu kukumbuka, unamwambia kumbuka Gidi na Ghost patanisho, tulimaliza hao mambo yote kwa patanisho. Miriam akijaribu kuguzia hiyo tulimaliza patanisho. 2:59 na sekunde 25. Hiyo ndio time ambapo tuliamua kusahau yaliyopita na tuyagange yajayo. Ama vipi Bwana Zuma? Okay, hebu ambia mke wako Miriam maneno ya mwisho matamu tukimalizia patanisho tafadhali. Miriam. Hello. Uko aje lakini? Hello? Pole kwa yote yenye sawa. Nafurahia, pole kwa yote yenye nilikufanyia. Yote yenye tumefanyiana tu sawa. Mimi siku zote nakwambia rudia kosa ndo mkosa. Mtu mwenye anakosea akishajua amekosea kirekebishika hawezi rudia. So nisamehe na kupenda, hata mwenyewe unajua nakupenda sana. Ndio maana hata sipendi nikuone hauna furaha dakika moja. So mimi nimebadilika, nimekuwa mtu mzuri na nataka tu uniwekee tu trust. Niamini tu na mimi nikuamini, uendelee, tulee mtoto wetu. Amen. Tutengeneze future mtoto wetu. Amen. Miriam, Zuma patia Miriam patia Miriam nafasi tafadhali.
patia Miriam nafasi. Miriam, maneno ya mwisho boga penda kuambia Zuma ni gani tukimalizia? Ningependa kumwambia nampenda. Unampenda? Sahi kwa yes, la kwa kusije kwa kisha pangalo sahihi yes karibia Zuma bana yani anatafuta vitai kwenda tusikamani. Okay. Kwa hivyo cha muhimu ni kwamba unampenda na ungependa labda muweze kuishi kwa amani, eh? Okay. Kwa sababu ya shida ya simu yako, kwa sababu sikupati vizuri, ningependa tumalizie hapo, na ningependa kushukuru sana Bwana Zuma na pia wewe Miriam kwa kuweza kuzungumza na Patanisho Radio Jambo, na mimi nawatakia kila laheri baada hapa, eh? Asanteni sana. Kwa mengi zaidi napatia na Jambo waweze kutoa ushauri hata zaidi, lakini kwa hao wawili nafikiri kwamba wameweza kusuluhisha mambo yao. Ama vipi Bwana Mle? No, imeenda vizuri. Na hiyo ndio raha ya Patanisho. Kweli kabisa. Tuone vile tunamsaidia asubuhi ya leo. Kile ambacho inanishangaza ni vile anasema eti alipatia mke wake punishment. Jambo. Habari gani? Nzuri Bwana Gidi. Uko pande gani? Niko Webuye. Yeah. Sasa wewe unatuandikia eti ulipatia mke wako punishment. Unajua hiyo ni makosa kubwa sana ndugu yangu Bwana Wafula. Ndio, nimekiri makosa Bwana Gidi. Kwa nini unapiga mke wako? Sikumpiga. Lakini punishment yenye nilimpea kweli, hata mimi mwenyewe nilikati nikaona sikufanya vizuri. Hiyo ni punishment gani hiyo ambayo si kumpiga? Mimi niliogopa kumpiga na nikachukua hatua ya kumfunga tu mikono. My friend. Alafu nikamfunga mikono ili asiwe anakaa chini, asimame tu. Alafu sasa nikamfunga kwa mti pale kwa nyumba tu hii juu ya sakafu. Yaani ulifunga mke wako mikono alafu ukafunga wapi? Nikamfunga juu ili akitaka kukaa kifika katikati mikono inahang, haiwezi kaa chini. Alafu sasa nilimfunga ilikuwa kitu saa 3 na nikamfungua saa 6. Ukamfunga kuanzia saa 3 hadi saa 6? Yeah. Na Gidi, kuna kitu ilikuwa inaniuma rondo, maana nilichukua hiyo hatua. Lakini sasa nikakuja nikafikiria baadaye nikasema sikufanya vizuri. Nini hiyo ilikuwa nakuuma roho? Sasa mke wangu alifika mahali tukaanza ugomvi tu kwa nyumba, alafu anachukua kitu kwa nyumba na anapeleka mahali, alafu ukimuuliza hii kitu ulipeleka wapi akuambi. Siku moja akaniambia mama amemtuma gas cooker. Nikasema kama ni mama ni sawa mpelekee. Kumbe anapeleka kuuza na aniambi. Wakati niliuliza mama yake anasema yeye ako na gas cooker 2, mbona aitishe ingine? Alafu akaanza kuchukua damos, hizi mavijiko, mavyombo tu akipeleka nje, ukimuuliza anafura. Alafu kuna wakati tena kama shule zimefunga alienda tu missing. Nilitoka kazi napata mke hayuko, akaenda missing 2 weeks, akafunga simu. Ila alirudi kumuuliza ulikuwa nakaa wapi, ati nilikuwa nimeenda kazi. Sasa hii punishment nilikuwa namuuliza tu hizi vitu kama uliuza so niombe msamaha tusameane. Anasema tu wacha nifikirie nitakuomba. Ndio nikafika mahali nikasema sasa wacha mimi nikupe punishment na hii vitu itoke kwa roho yangu. Sasa ndio ukaona umfunge mikono. Yeah. Alafu sasa nilifunga mikono, kesho yake akaenda akaambia mama yake. Na kitu yenye nilifanya tena mbaya, nilimfunga na nikampiga picha. Sasa wakati alienda kuonyesha picha mama yake, na mama yake akahuzunika na akatuma watu wakakuja wakamchukua, wakakuja na gari watu wakwao, wakapanga vitu. Nikajaribu kuambia tuongee, wakasema hakuna cha kuongea, tutawaita tu nyumbani. Na vile walifika nyumbani wakasema kitaka mke wako uandike barua, uonyeshe kwamba wewe ndio uko na yeye, ndio tuwaite tuongee. Kwa hivyo huko amemuoa rasmi, ulikuwa naishi tu na yeye? Nilikuwa naishi na yeye, lakini tulikuwa tunaishi maisha ya shida. Nimekuuliza ulikuwa umemuoa rasmi ama ulikuwa mnaishi tu ile kama stay?
Nilikuwa nimemuoa rasmi, hata watu wa kwao wanajua, nimeenda kwa karibu mara 10. Na kwa nini walikuwa nakuambia andike barua kuonesha kwamba wewe ndio unaishi naye? Sasa walikuwa wanahofia kwamba ati mimi naweza fika mahali ni muua alafu ni mkana ati si mke wangu. Sikuelewi hata kidogo. Ngoja nataka kumaliza story kwa sababu hii story yako ni ndefu sana ndugu yangu, na kuna mambo mengi ambayo umenieleza pale. Kwa hivyo sasa hivi mke wako yuko wapi? Hii yuko kwa jirani ya mama yake sasa, ambaye wanashiriki na yeye kwa kanisa moja. Na umeenda kwao kuweza kujitambulisha kama vile uliambiwa uandike barua? Nilichukua hatua, nikaenda tena, nimeenda mara 2. Ukaambiwa namna gani? Nikaambiwa sasa ngoja watatuita. Sasa nimekaa miezi 2 ike naisha na sioni wakiniita. Kwa hivyo hujaitwa, na ndio maana unataka umeleta patanisho ili uongee na mke wako. Juu nimepitia kila kitengo imeshindikana, hata nimepitia kwa elders wa kanisa imeshindikana. Yeah. Na mimi napenda mke wangu, ningependa arudi tulee watoto wetu. Yeah. Haya, shikilia hapo kidogo, tujaribu kumtafuta ili tuone kama mtaweza kupatana Asante. Yaani unafunga mke wako kama mabusu. Can you imagine? Alafu unapiga picha. Alafu unapatia mke wako anatumia mama yake. Ilibidi mama aje pale na kuchukua mtoto wake na kurudi naye na lori. Sasa jamaa anangoja ati aitwe. Hata wewe unaweza itwa. Unaweza ita mtu kama huyo. Hata Gidi ana bahati sana. Hata ingawa pia huyo mwanadada pia kuna makosa ambayo alikuwa anafanya. Yes. Ambayo muhimu sana pia za kuzungumziwa. Mambo kuuza vitu nyumbani. Kwa nyumba. Unachukua unaenda unauza, unachukua unaenda uza. Lakini licha ya mambo yote, hauwezi funga mke wako kama mabusu. Hapana, huwezi kuachukua. Mpaka unapiga picha. Oja nimeona wakati alikuwa nieleza nikakumbuka zile picha za Guantanamo Bay. Unajua Guantanamo Bay? Wale maabusu wa ugaidi. Najua. Wale wanapigwa picha alafu ilikuwa naiko kwa mtandao. Yes. Anyway, wacha tutafute mwanadada, tusikie anasemaje na tuone kama wataweza kuelewana. Radio Jambo patanisho, jinyakulie zawadi kemkem za English. Karibu tena, ni saa 2:47. Kipindi kinachoendelea ni Gidi na Ghost asubuhi. Tayari jamaa amejieleza vile alimtesa mke wake. Anasema mke wake alikuwa ni mtu wa kuuza vitu pale nyumbani, na akasema ampatie punishment, akamfunga mikono kwa masaa 3 hivi, na akapiga picha, na hiyo picha ilifikia mama wa msichana ambaye alikasirika sana, na akakuja akachukua msichana. Sasa hivi aliambiwa ngoje ataitwa, hadi leo hajaitwa. Kwa hivyo ameamua kuleta patanisho ili aone kama wataweza kupatana. Wacha tusikie kama huyu mwanadada tutampata, ili tusikie yeye yosemaje, na tuone kama wataweza kupatana. Lakini kile ambacho ningependa kuambia wananchi ama vijana, tafadhali usiwahi kudhulumu mke wako kwa njia yoyote, hata kama amekosea vipi. Kuna njia ya kuweza kusuluhisha mambo. Hii tabia ya kupiga ama labda kupatia mtu punishment kama vile huyu jamaa anasema ni makosa makubwa sana, na huenda akakupeleka ama ikakuletea madhara. Ni criminal offense kufanya mambo kama hayo. Kwa hivyo wacha tusikie mwanadada anasemaje, ili labda aweze kuwa na inaitwa nini? Closure. Mjama nimepewa namba 2, hiyo ndio ya kwanza. Kwa hivyo najaribu naanza na hii ya kwanza. Please enter your password. Hata ingawa Emmanuel na anasema na regret, which is okay. Ana regret makosa ambayo alifanya. Kwa hivyo ndio maana anataka kuomba msamaha. Nimepewa namba 2, na jaribu ya kwanza mara ya pili, ili tuone kama wataweza kupatana. Na naomba huyu mwanadada Doreen, ikiwa unatupata, shika simu yetu. Siogope, sisi kazi yetu ni kuangazia wawili waliokosana. Tunasikiza, ikiwa alikukosea sana pia tunamwambia, na maisha yanasonga mbele.
Okay, hiyo ni namba ya kwanza. Wacha nijaribu namba ya pili kwa sababu nimepewa namba 2 hapa. Hiyo ni ya kwanza nimepiga, huyo aishikwi. Na naomba ikiwa huyu mwanadada anatusikiza, tafadhali siogope kushika simu yetu. Sisi kama umefanya uamuzi fulani unamwambia tu mimi nishaamua, sitaki mambo yako, na tunamaliza na mambo inaendelea. Thank you. Mwambia mimi sitaki maneno yako na nimesonga mbele. Wewe unajaribu namba ya pili ambayo ulikuwa nimepewa hapa. Nimepewa namba 2. Hello. Dorine. Hello. Naweza ongea na Dorine? Dorine, habari gani? Nzuri. Unaweza zima hiyo, ni radio inalia hapo kando? Unaweza zima kidogo tu tuongee tafadhali? Ni nani? Mimi naitwa Gidi na kupigia kutoka Radio Jambo. Kwa hivyo punguza tu sauti ya radio kidogo tu ili nikusikie vizuri Nimepunguza. Dorine. Yes. Kuna jamaa ametutumia SMS hapa Radio Jambo, anaitwa nani? Anaitwa Emmanuel. Anasema eti mlikuwa mmekosana na anasema angependa kukuomba msamaha. Na labda umwambie kama utaweza kurudi ama umeamua vitofauti. Siwezi nikarudiana na yeye. Uwezi rudiana na yeye. Hiyo ni uamuzi ambao tayari ulikushamwambia? Nimwambia tu. Ulikushamwambia ama ni uamuzi ambao umefanya baadaye? Kwa sababu yeye anatuambia eti uliongea, akakuja mkaongea kama familia na akaambiwa kwamba angojee atapewa tarehe, na hadi waleo amengoja hajaweza kuitwa. Huenda ametudanganya ama hiyo ndio ukweli wa mambo? Siwezi nikajua kama alienda nyumbani akaongea nao. Lakini wewe, uamuzi wako wewe kibinafsi ni kwamba hauwezi rudiana na yeye. Okay, na sababu kuu ni vile alikutesa ama kuna mambo mengine ambayo labda ametuficha? Anakuambia alifanya nini? Anasema eti alikufanyia punishment. Eti alikufunga kwa kamba kwa masaa 3. Alafu baadaye siji picha akapiga na hiyo picha ilifikia wazazi. Hiyo ndio ametuambia. Ilikuwa tu hivyo. Ilikuwa tu hivyo. Ilikuwa ni mazoea ama ilikuwa ni mara ya kwanza tu? Amefanya mara 2. Amefanya mara 2. Okay. Alafu pia ametuambia wewe pia atikosa ilikuwa ni kwamba ulikuwa unachukua vifaa vya nyumba unauza. Si kuchukua nikauza. Nifiche tu mahali akitaka. Nilimwambia nipe pesa nimlete, nifiche tu mahali. Ulikuwa umeficha mahali? Nifiche tu mahali. Ulikuwa umeshikika mahali. Na umemuuliza pesa, akakwambia ana pesa. Akaniambia hivi ana. Kwa hivyo hizi vitu ambavyo tulikuwa nauza ilikuwa ni kila mara ama ilikuwa ni siku moja tu? Ilikuwa gas. Ilikuwa ni gas. Si kuuza, hata akitaka nikamletea. Nilimwambia nipe pesa nimletee. Kwa hivyo ulikuwa umeweka tu mahali ili upewe pesa, ni kama kukodisha tu. Iko tu mahali. Na pia ametaja mambo ya vijiko, sahani, nini, hata thermos ametaja. Hiyo kitu akitaka ndarudi, nifiche tu mahali, kia tumeliuza. Nilikuwa nimekwama. Okay, na nimeona simu yake ni kama imekatika. Unaweza shikilia kidogo tu nimpigie? Dakika moja tu, usikate simu usikate simu. Sijui kwa nini Wafula amepotea kwa simu yake imekatika hapa, ama amesha give up. Hapana, give up. Please enter your password followed by the pound key.
Kile ambacho nishangaza hata Doreen pia namba yake pia imetoweka tena, imekatika tena. Sasa kama ni shida ya simu ama mambo gani yanaendelea. Kwa hivyo acha ni hello, simu ya huyu ndugu pia inapotea. Okay, haya, wacha nijaribu tena nianze na nani? Nianze na huyu ndugu bwana Emmanuel kwanza, ili tuweze kumaliza kesi yao vizuri. Lakini mwanadada tayari ameshazungumza na msimamo wake ni kama hataki waendelee. Hivyo wacha tumpigie. Emmanuel. Yes. Mbona unakata simu ndugu yangu bana? Imejikata yenyewe kwa sababu mimi siwezi kata juu nataka mnipatanishe. Haya, shikilia hapo kidogo dakika moja tu, usikate simu tena eh? Sawa. Haya, shikilia hapo kidogo. Na huyu mwingine anaitwa namba yake ilikuwa inaisha na 53. Okay. Please enter your password followed. Pia simu yake inakatika. Thank you. Haya, wacha tumalize hii kesi. The Airtel subscriber you've called cannot be reached. Haya. Please try again later. Mwanadada amezima simu. Inaonekana hataki tuendelee na mazungumzo. Kwa hivyo tuta waste time hapo. Amezima simu yake. Emmanuel Yes. Sijui wakati tulikuwa tunaongea na nani Doreen ulikuwa unasikiza? Kuna yenye nilisikiza lakini baadaye simu ikakatika. Lakini hapo awali ulisikiza vile alisema hataki kurudiana na wewe. Ulisikia vizuri eh? Nilisikia. Na pia mambo ya kuuza vitu anasema kuna vile alikuwa ameshikana kidogo. Na anasema hata ukitaka hizo vitu anaweza rudisha. Si ati kwamba zilikuwa eti ameuza. Anasema alikuwa ameweka mahali ili apate pesa kwa sababu alikuwa ameshikana. Lakini msimamo wake kuu ni kwamba hawezi rudiana na wewe. Na hata ukiona vile amekata simu na sasa hivi amezima hiyo namba, ni ishara kwamba labda hataki kuendelea kuongea na wewe. Unajua sasa bwana Gidi, shida ni kwamba yeye nikimpigia simu ashiki, hata akisema tuongee arudishe vitu, kama ashiki simu nitampataje? Ikiwa ni alafu mimi hata nia yangu si kurudisha hizo vitu. Mimi nilikuwa nataka turudi pamoja tulee watoto wetu juu yeye alelewa na shosho, pia watoto wangu wanataka walelewe hiyo maisha yake. Sasa mimi hata watoto wananipigia simu wanasema baba, tunateseka mahali tuko. Tunatamani tuishi na wewe. Sasa hata kuna wakati nilienda nikakutana na mtoto akitoka shule, alafu nikaenda naye paka kwangu nikamnunulia yako kitu na baadaye jioni nikampeleka. Alafu wakasema bibi nilikuwa nimeiba mtoto, na mimi siibi mtoto juu tunakaa tu karibu na wao. Na watoto huwa tunakutana kila wakati, hata tunashiriki kanisa moja. Sasa bwana Emmanuel mimi nafikiri kwamba sasa labda ujaribu hatua nyingine kwa sababu hapa imeshindikana. Na si ulikuwa unataka kusikia sauti ya mke wako? Nilikuwa nataka. Na tayari na ngoja kidogo. Na umesikia vile amesema? Kwa hivyo sisi tumeweza kufanya kazi yetu kadri ya uwezo wetu. Na muda imesonga, tunaingia kwa habari za saa 3. Msimamo wa huyu mwanadada ni kwamba hataki muweze kurudiana. Kwa hivyo kama haujaridhika labda ujaribu njia nyingine. Sasa shida yenye ako nayo, anaambia madada za mamangu tofauti. Tena kwa redio ameongea tofauti. Sasa unajua hapo sasa sisi hatuna uwezo wa kuweza kujua vile tunaweza fanya ndugu yangu. Sisi kazi yetu ni tunakupatia uongee naye kwa sababu umesema siashiki simu yako. Sisi ameshika simu yetu na amesema kila amesema, baada ya pale akakata, na sasa hivi tukimpigia amezima simu. Unaelewa? Nimeelewa bwana Gidi. Haya. Kwa hivyo pole sana kwa mambo yote ambayo unapitia. Wacha tupatie wanajambo pia wakupatie ushauri. Hiyo itakuwa sawa. Sawa. Lakini alafu kitu moja tu Gidi. Watu wa Webuye wanasema ati hii masaa ya patanisho at least iongezeke juu kuna watu kujieleza nini. Kuna mambo at least iongezeke hata 1 hour bwana.
Huwa tunaenda mpaka 9:30 ndugu yangu. Huwa patanisho inaanza 8:30 mpaka 9:30. Hiyo ni 1 hour. Yaani ya masaa ya watu kuongea kama wa kupatanishwa. Hiyo hatuwezi ongeza kwa sababu kuna mambo mengi ambayo pia yanaendelea, kuna matangazo na kuna pia maoni, kuna mambo mengi ambayo yanaendelea ndugu yangu. Sawa? Sawa basi, salimia Ghost. Asante sana na uwe na siku njema. Jamaa anataka kujieleza, naelewa. Anataka atufungue roho lakini masaa anataka ongee. Tukimpatia nafasi aongee, ataongea mpaka kesho. Kwa hivyo kuna mambo mengine lazima yaendelee pale, na tumechelewa na habari za saa 3, lakini mwanadada tayari alikuwa ashasema msimamo wake na baadaye amekata simu. Hata tukijaribu kumpigia sasa hivi hatutampata. Kwa hivyo itakuwa ni kama kupoteza tu muda. Kwa hivyo nafikiri kwamba jamaa aridhike na ile msimamo ambao tayari mwanadada amesema. Radio